karibuni hapa kwa Jumuiya Mtakatifu Yusufu kwa ajili ya ibada hii ya mzee wetu Musa Agustino Haemba Mabirika ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka uzima huu. Ibada hii ni kuomba kwamba Mungu aweze kumjalia raha ya milele. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ndiposa tujiweke tayari kuadhimisha sadaka hii takatifu ya misa. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mungu, ni kawaida yako daima kuwa na huruma na kusamehe. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Musa Agustino Haemba uliyemuita kwako. Tunakuomba kwa kuwa alikutumainia na kukuamini wewe, mjalie afike kwenye makao ya kweli na huko afurahi milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Hey!
Somo katika kitabu cha pili cha Samueli. Siku zile Daudi alienda akalipandisha sanduku la Mungu kutoka nyumba ya Obed-Edomu hadi katika mji wa Daudi kwa shangwe. Ikawa watu waliolichukua sanduku la Bwana walipopiga hatua 6, Daudi akachinja ng'ombe na kondoo mnono kuwa sadaka, akiwa amevaa naifera ya kidani. Daudi alicheza mbele ya Bwana kwa nguvu zake zote. Daudi na taifa lote la Israeli wakalipandisha sanduku la Bwana kwa shangwe na sauti ya baragumu, wakaliagiza sanduku la Bwana na kuliweka mahali pake katikati ya hema aliyopiga Daudi kwa ajili yake. Naye Daudi akatolea sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele ya Bwana. Alipomaliza kutolea sadaka hizo mbele ya Bwana wa majeshi, Daudi akawabariki watu kwa jina la Bwana wa majeshi, kisha akawakawia watu wote wa Israeli, waume kwa wake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu kavu. Halafu watu wote wakaenda zao, kila mtu nyumbani kwake. Neno la Bwana. Tumshukuru. Zaburi ya kuitikizana. Kitikio kwa maneno. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa kuimba. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa
na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, kando ya maji ya utulivu uniongoza, uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika, na kikombe changu kinafurika, kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tusimame kwa shangilio la Injili. Haleluya.
Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako ewe Bwana. Wakati ule mama na ndugu zake Yesu walifika, nao wakisimama nje walituma habari kwake, kwa maana alizungukwa na watu wengi. Basi wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Lakini aliwajibu, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale waliokuwa wamemzunguka akasema, hawa ni mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana kila afanyaye mapenzi ya Mungu, huyo ndiyo kaka yangu na ndugu yangu na mama yangu. Injili ya Bwana. Sifa kwako ewe Kristo. Kwa maneno ya Injili, dhambi zetu ziondolewe. Sifa za Mama Bikira Maria. Sambaye kote duniani. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. So leo vile tumesema tumepatana leo masaa haya ambayo sio masaa ya kawaida, si ndio? Kama kawaida mashughuli kama za matanga hizi saa hizi sasa ndio watu wangekuwa wanaweka kiti, wageni wanaingia, wengine wanakunywa kachai, wale wenye wametoka mbali kama wakwe wanakuwa wanasaidika kwanza asubuhi hiyo, ili sherehe ikiisha kila mtu anaenda nyumbani. Lakini hii yetu ya leo ni ya special na ni ya kipekee, kwa sababu mzee wetu huyu Bwana Musa Binika Agostino Haemba, yeye alitaka hivyo. Bwana asifiwe. Na ndio tunashukuru kina Violet hapa, kina Dolorosa na ndugu zake wengine na dada, kwa ajili ya kuheshimu hiyo mapenzi ya baba yenu, kuheshimu na kucooperate na sisi kwa njia mzuri sana. Hawa wameshirikiana na sisi katika njia ya amani, wamekuwa watiifu, wakasikia vile tulikuwa tunawaeleza, na wao pia vile walikuzwa na mzee baba yao, wao pia wameonyesha heshima kwa hiyo intention ya baba, na ndio sababu tuko hapa wakati huu. So in case kuna mtu anashangaa, na mbona mapema saa 3?
padri anataka kwenda wapi? Wakristo wanataka kwenda wapi? Hakuna mahali tunaenda, tunafuata nia ya Baba. Mungu ni mwema. Na mimi najua Wakristo hata baada ya sherehe kama hizi mtajua na mtagundua kwamba kumbe tukianza hii maneno mapema hivi kuliko na kuongea maneno mingi inasuluhisha story mingi. Maneno mingi, kwa sababu mtu atakuja mwingine aseme maneno yenye hakuna, ikwaze jirani, aseme maneno yenye ileti shangwe, alafu baadaye tukitoka hapa unaenda nyumbani kama umesema fulani alisema hivi, fulani aliniongea hivi. Lakini kwa kuja kwa ibada hii ambapo mzee mwenyewe alitaka hivyo mapema, basi tunaelewa kwamba mambo mengi tutakuwa tumefungia hii nje. Mungu ni mwema. Wakati tunakuja kuzika watu wa heshima kama hawa, wazee wa imani kama hawa, hata sisi mtu kama mimi na hii umri yangu naogopa uburi bundira uno kubera sina ulo heromsa kulwa konere uno numundu erusubira ariho ya numundu erusubira ariho ngo niba chakisi parish ya Bungoma 1974 efwe wari mumakisi kanasai. We were in the mind of God. we were not yet born, but God was thinking about us. That's why when we stand here, we stand with a lot of fear and trembling, because we are burying a serious man, a man who was born in faith, a man who practiced his faith, a man who brought people to God. So when we say we are a bit scared and afraid, it's because we are handling a saint. Sifa za Mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. We are being told that I've been reading here, and watoto wake wameandika very very serious eulogy, a very very moving one. Wanasema kwamba Babu was fondly calling him as we fondly called him, had a way of making everything feel important. Yani alikuwa na njia ya kufanya kila kitu iwe ya muhimu. Haya, whether it was advising us, telling us about his youth, or simply sitting in silence. You can imagine how many of us can sit in silence, just meditating. Unakaa tu kwa nyumba yako ama kwa miti in silence, total silence. And we have discovered that many people who are wise, watu wengi wenye wako na hekima na maarifa, wananyamazanga, na wakinyamaza hivyo, hiyo ndio sasa roho wa Mungu anaongea na And that is why we discover huyu mzee, mimi miaka nimemjua yote, over 10 years nikimjua. Yeye ni mtu sijasikia amegombana na mtu, sijasikia akileta kisirani wa mahali popote. He is a man who was calm. He was a man who was focused, a man who was recollected, a man who knew that being in this world is passing. Tuko hapa duniani tunapita tu, makao ni mbingu. And that is why jana tukiwa kanisani, Violet Naswa alisema kwamba wakiwa kule hospitali, mzee alikuwa anapiga masimu, anaambia relatives wake, kujeni tuende tumulaki Yesu Kristo. Mungu ni mwema. That a man is on the deathbed, he is dying, lakini haka anasema kwamba tuende tumulaki a man with a lot of conviction, a lot of respect in God, a man who believes that after this world there is life after the world here, kuna maisha naenda kuishi milele na milele. Sasa mimi vile mnaniona hivi na Wakristo hawa, we copy a lot of things from him, just sitting inside. Unakaa tu ukitafakari maisha yako ya kibinafsi, maisha ya familia yako, maisha ya watu wengine, kwa sababu Wakristo, dunia hii imejaa kelele, sauti ni mingi, kelele ambazo zinatuita ni mingi, kelele mzuri na Bwana asifiwe. Sifa za Mama Bikira Maria. Lanu Musa mabirika uno aruso miila ngarwarero nebile hanu ubureranga hobe habindi ihala ko sasi munyumba mwao ubuluhe upare ho juyo obula mubao ndugu abana bao nende familia yose ulobera hane nasalo malumanga nafwe obirira mububurerefu ukinyamaza. Tunaambiwa kuna story nyingine kwamba kulikuwa na baba moja ambaye alikuwa na mtoto aliyempenda sana, na huyu mubaba alimnunulia huyu mtoto saa. Baada ya kumnunulia saa, vile kawaida abana msidero mumba sunukufua jua wachichangani baba yaba yarwanyao baduma na abandi baba ya bulada wanacheza sigele, wanarusha ile yenye tulichezanga kitambo ya pesa, unarusha hivi na nguka huko tongolo na vitu kama hiyo. So wakiwa wanacheza hivyo, siku moja walikuwa wanachezea karibu na nyumba ambayo ilikuwa imebomoka, na wakiwa wanacheza hivyo, saa ya huyu mtoto ilipotea. Baada ya saa hii kupotea, akarudi nyumbani.
Akamwambia baba, sai korere kwangora ndaho lendi. Na samwana mrevari, sai nonda kula nende chisendi chinyingi. Noko sisi kunaho lahuri funyayo rudi huko uende utafute hiyo saa, lazima utafute saa ukuje hapa ndio mambo itakuwa vizuri. Mungu ni mwema. Lano msi anuno ya funyayo ya hala ngava asie wamekuja wengi vile walikuwa wanacheza wajaribu kutafuta hiyo saa. Wakatafuta hawakupata. Wakarudi tena nyumbani. Wakaenda kaambia baba, tumetafuta hatujapata. Itakuwaje? Ingekuwa kama saa hizi omwana maro msiatula kwa kihayo husiatula ni kupiga viboko. Omaro msiatule viboko na hando mubora inyangalo arero hakuna kukula hapa. Lazima ulete saa. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Lano ni hafu nyayo handi akonya. Ni hakonya ompasi kumubiresidere siosi mani ajongire na amalako na akona akalala mahali kwa hizo breakages za nyumba. Wakati amelala hivi akasikia kitu kwa umbali nafanya ta. Akamuka polepole anasema na hii ni nini nafanya? Bila aliamuka polepole kuangalia mahali hiyo sauti ilikuwa inatokea, akatoa kidogo hivi hizo vitu za nyumba zimeanguka, akapata saa. Bwana sifiwe. Kumbe Mungu anaongea na sisi kumbe katika hali kama hizo. Mtamkumbuka nabii Elia wakati ambapo alitoroka Ahabu na Jezebel. Akasema mimi sasa sikai tena nchi ya Israeli. Mungu wewe chukua maisha yangu kwa sababu hawa wakora wanataka kuniua. Akaona wingu kubwa imekuja. Akasema basi Mungu ako pale. Mungu hakukuwa pale. Akaona upepo mkali na nguvu imekuja na mungurumo wa ardhi. Akasema ni lazima ako pale. Mungu hakukuwa huko. Akaona mambo ingine akashangaa. Wakati alichoka akalala ndani ya pango. Wakati amelala ndani ya pango ametulia hivi, malaika wa Bwana akakuja akamwamsha, na wewe amuka, hebu kunywa maziwa na asali, ndio hii Mungu amemtuma uendelee na safari. God works in silence. Sometimes things might be very thick, things might be very difficult, things might be very expensive, but when we retreat and we recollect ourselves, sometimes we get solutions. And there are no solutions for everything, because here we are being told that this man, he tried to ensure that even a hopeless situation, he could turn it to be very important, that he never disregarded anything, and he knew very well that life has challenges and problems. And in spite of all these challenges and problems, we live in hope that tomorrow is going to be better than today. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. So we are here Wakristo wapenzi kusherekea mtu ambaye maisha yake yametuguza. Tuko hapa tunasherekea mtu ambaye maisha yake ni kielelezo kwa sisi vijana na wale wenye watakuja nyuma yetu. Kwamba mzee huyu tunaambiwa vile tumesema in 1978 wamefanya mambo mingi. Wameanzisha hiyo kanisa ya Bungoma. Yeye akawa secretary wa kwanza tangu hizo miaka zote in 1978. Na from 1978 chini ya uongozi wake wakaanzisha parish ya Kimwanga, wakaanzisha Kabula, wakaenda Kimatuni, Sangalo mpaka Matera under the leadership ya mzee. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Tunaambiwa kwamba this man in 1984, hii ni maneno niliambiwa na one of wazee because I was not there. Si nimesema I was in the mind of God. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. In 1984 we are told that mabati yenye lirufu kanisa ya Sangalo, Mufule, Ongoli na mahali kunaitwa na Matotoa ni wao ndio walile. You can imagine how this man was serious. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. He was also a policeman. Afande. He was a policeman in Uganda with a man called Albert Sikuku. Sijui kama ako around. They were doing police work in Uganda. I don't know if ni wakati wa Idi Amin ama Obote around there. And we are very happy because we are told after retiring from Uganda, he came back to Nairobi, to Embakasi, to Kakamega, and then he retired, a very serious police officer. Mungu ni mwema. Sifa za mama Bikira Maria. You can see the faith of this man right from Bungoma to Kimwanga to Kongoli to Kabula to Sanga. A man with a lot of faith. Jana niliwaambia kwamba every time alikuwa anaenda hapa Luyehei baada, hata kama amechelewa lakini atajivuruta polepole afi na amekuanga na fimbo mrefu hivi. Sasa saa nyingine nabeba na naacha pale.
Ananiambia wewe enda tu, najua uko na kazi mingi, vile umenidrop pale nitafika polepo. You can imagine. Oundi anyala yako anda kusari nipeleke paka kwa nyumba. Lakini unaona au na uborari padiri mwenye nende mirimo mingi ndahere sano ocho shughuli kiraba abandi aroma yundo hasi hakambala bamulanga mbweturudea simona kumbuka oyona ya ndai mangani njire mwimbaleni funyeni anakaa kwa mawe pale ari padiri asante ori mno na saya hoonye Mungu ni mwema tangu huyo mama kufe sasa na misi hiyo sipatani na masalamu za kabumani. So watu kama hao they give us such a hope. Wanatupea sisi matumaini, sema kumbe kuna watu wanatupenda, si ndio? Ananiambia padri, wewe niwachie hapa, huko na kazi mingi, kwa nishughulikia wengine, tutapatana tena siku nyingine. And the man never missed to come to church in Luehe. Na akikuja anakaa mbele. Bwana asifiwe. Mimi nilimnickname jina, nilimuitanga Baba Abrahamu. Kwa nini? Kwa sababu wakati tulikuwa tunasoma primary kitambo, picha zenye zilikuwa zinakuja wakisema chora Mungu. Nini nakujanga kwa kichwa yako? Mungu ni mwema. Hata wewe venye uko hapa. Wewe venye uko hapa. Eono ufunga chimo ni chao. Ori babu ifuru mwekulurira leo ririwe. Nini na baba yako wa mbinguni anakaaje? Ebujiulize. Mungu ni mwema. I want you to have that image. How does your father in heaven look like? Is he an old man? Is he young? Is he male or female? Does he have a body or is he spirit? Those are very, 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 very big questions that we ask. The image that comes in your head when you talk about Baba yetu uliye mbingu. When we were doing Sunday school, barurera ngechi picha cha Abraham. And we used to see Abraham with a big beard. Sindio? Ndevu mrefu. And clean. Now, Abraham was also a man of faith. Baba wa imani. He decided to sacrifice his only son, Isaac, ili aweze kufanya mapenzi ya Mungu. Now when I take those similarities and I compare with how mzee was staying, I used to tell Father Baramuel, ule mzee Baba Abraham. Alafu ananiambia yeye ni ndugu ya kina Kalisto Mabirika na Malimali. Nasema tumsifu Yesu Kristo. Sifa za Mama Bikira Maria. And so he's a man that we were calling in Abraham kule kwamba Baba Abraham, because of the faith he practiced, because of how he was looking like, because of his calmness na composure ambaye alikuwa nayo. Mungu ni mwema. Sifa za Mama Bikira Maria. Kuna kitu hapa sasa naye imenistua sana, kwamba huyu mzee baada ya kuretire yeye alileta laundry machine Bungoma. Kwamba tangu dunia ianze Bungoma yote, south, east and west and wherever, niye mundu wa kwanza orera how to wash clothes in Bungo. Na no mzee ono yabo la rima kwa kona ani hapa mai na ndio usukuma chingubo bari kanyala ka harusi yako kama deri makucha haho rehe haho horle, let us make the work easy. Akaleta machine, nasikia ilikuwa hapo town, unapeleka huko nguo yako inanyoroshwa polepole, unavaa unakuwa unang'ara, maisha inasonga mbele. And that resembles why you see he was always clean. I've never seen this man dirty. He has always been very, very presentable. You couldn't imagine that hata he was a widow. Tawe, he was very, very up to date, very clean, early in church na msalaba yake kwa shingo. A man that believed in goodness, a man that knew that cleanliness is next to God. If he was a careless man, baada ya kuzika mama huyo 2020-2021, angekuwa amepotoka. He could have gone and started drinking chang'aa. Ahangwere nguri, mani ahadukanire, ni ahafwire mape. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Lakini yeye amanyambwe kando na kifo ya mama, kando na maisha ya hapa duniani, lazima aishi yake pia. Na ndio sababu alijituma, akakuwa mpole, akabaki vile alivyokuwa mpaka akasongesha miaka hii, ameongeza ingine juu baada ya mama kuondoka. Na amebaki akiwa msafi vivyo hivyo, hakuchokana, hakudokana, hakufanya yoyote mbaya. Ati skandal tusikie ati Musa Mabirika amefanya sijui nini. Hababe, ni mtu alibaki mwadilifu, mtu mpole, mtu mnyenyekevu, mtu ambaye anapenda Mungu, mtu ambaye anapenda na kuheshimu kanisa. Sifa za Mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Mzee huyu pia tunaambiwa kwamba ni mmoja wapo ya wale ambao walisaidiana kubadilisha ama kutranslate
ama kutafakari na kuleta mambo ya misa kutoka katika lugha zetu into Kibukusu, kwamba from English to Kiswahili ile tunazoea, and then he helped in translating the order of mass. Bwana awe nanyi na awe pia into from that into Kibuku. So it's a man that we have so much things to talk about. It's a man that we celebrate the legacy he has left behind. It's a man that we believe that he's already in heaven. You can see how people are composed. When you go to a funeral and people are rowdy, people are making noise, people are doing what? No, that hata huyu aliishi na makelele. Sifa za Mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. When you live by the sword, you die by the sword. When you are noisy in the head and noisy and everywhere you are jumpy from point A to point B, even during your funeral, the people will be jumpy. Bwana sifiwe. When you go to distract others, wewe ni wakelele. Hata siku ya matanga yako, watu wataanza kung'ang'ania microphone. Wanang'ang'ania huku, wanang'ang'ania huku, wa vikombe wanapita huku, wa masahani wanapitia huku, ma chairs wanapitia huko, because you are never a composed man. You are a disorganized person, and that is why your things are also disorganized. Bwana asifiwe. Sifa za Mama Bikira Maria. So when we come in a ceremony like this, a lot of respect we have given to this mzee. We are also learning our Kristo, kwamba it is good to be a good person. Ni vizuri uwe mtu mzuri, so that when you leave this world, when you go, those who will remain behind, they will copy something. They will say, ala, kumbe ukiwa mtulivu mambo yako ni sawa sawa. People will never be discouraged. People will never see problems, but things will go vile mwenyewe ulikuwa umezipanga. And that is I have seen through the violets here na wengine. When you tell them do this, they do, because they know kwamba at the end of the day we are here, we are going. Nyumba hapa duniani ni mapito, makao ni mbingu. Mungu ni mwema. Sifa za Mama Bikira Maria. Huyu Musa Mabirika, he believed that his mother, his father, his brothers ni wale watu wanaenda nao jumuiya. Vile Yesu Kristo ametufundisha leo, who is my mother, who is my father and sisters that you are saying kwamba ninatafutwa nao? Musa Mabirika was a selfless man, a man who loved the jumuiya, a man who loved the church. He knew that wakati anakaa na wanajumuiya wenzake, hapo sasa ndiyo kuna Mungu. Sababu Kristo anatufundisha mahali kuna wawili watatu, yeye yuko katikati ya. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Jesus is being asked today, your brothers and sisters are out there looking for you. He's saying no, wale wenye wako hapo wananisikiza, hao ndio ndugu na dada. The question comes, in the Catholic Church we teach that Jesus Christ was born by the Virgin Mary. I want you to underline the word virgin, bikira. Sio ni sawa? Now, tukisema hapa kwamba mandugu na dada walikuwa wanamtafuta, je, are we contradicting? The answer is no. We are not contradicting the faith, but we are saying kwamba the brothers and sisters who are being talked about here, they were his cousins. Bana ba baba, ndi bana ba senge, ndi bana ba ho au mwadira. Sifa za Mama Bikira Maria. Busa Yesu Kristo yebulwa de Bikira Marwa yengane sakira babolanga mbwino mwana mude no mwana muderwa no Bikira Maria donga musisira nasiru nyolaenda ya bikia Yesu Kristo. Alafu webika byaba ehinda ya Yesu Kristo yaba somu Bikira mnaitaje? Omusisira. Alafu baada ya kuzaa, baada alibaki sisi. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. So it is not that he was a virgin before, then when he gave birth, normally when you give birth ubikira inaisha, si ndio? But this one was a mother of God, and he remained the mother of God, and that is why he had only one son. Therefore, when we say kwamba ndugu na dada zake wamemtafuta, haimaanishi the biological ones. Hapana, inamaanisha cousins, brothers, mwana wasenge, owa hocha, owa nanu, abuni ibicha bamukonya hulwasi, ulo hubera muya uno arure mudala. The whole day yako nje, haonekani. Na vile haonekani, wamekuja kumtafuta, angalau wampe kitu, ale maji ya kunywe, akae chini apumzike, ndio maisha iso. Mungu ni mwema. What is the lesson? Tunajifundisha nini kwenye somo hili la leo? Kwamba kumbe vile nyinyi mko hapa wote mumeitwa. Uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mkulima, uwe ni mwalimu, uwe ni katekista, uwe ni padri, uwe ni chief, uwe ni sub chief, uwe nani, you have been called.
and you have been given the mandate, the responsibility to lead others. Therefore, take care of those people who want to distract you. Take care of those people who want to lay roadblocks on your way. Remember, there are people who will always come. Kuna watu watakuja wanajua vizuri you are a teacher. Saa hizi unatakikana uwe darasa ukifundisha hesabu na kemia na home science. Lakini bahuru si yako mirimo. Bahubu orera kubire koko wa fulani ucheku muhe isi yeho mama pima. Arubeho sindu usukune mumunwa. Tumsifu Yesu Kristo. Sifanza mama Bikira Maria. Kubire koko Lancaster ya dehere malai amepika mzuri sana. Ni malulu kaluri. Ni malulu no rasa kuluri miori. Bas no manyirisia. Sifa za mama Bikira Maria. No muregoro manyirori. Ari malulu no chuha mugilasa. No banaka kola cha. No chuha mo. No manyori kanona mala. You are destroying this person's job kwa kumtoa kazini ili aenda apige pelele. Akisha piga pelele arudi darasa amelewa, wakubwa wa shule wakuje wampate wamfukuze. Hapo utakuwa umefanya vizuri kweli. Mungu ni mwema kila wakati. Hao ndio relatives engana nakwambia unapeleka yeye university vitu gani? Watu wenye wameenda university wote wako na kazi. Peleka yetu hapa aenda asome hivi vitu ya kawaida na maisha isoge. You had an opportunity kumpeleka university, but because in intention mbaya za majirani zako na watu wa kwenyu umeharibu maisha ya huyo mtoto. Na no mwana dunga samudala ni hadunga au wamwira mu college bya haya ya hafi nyao akianza kupasulia watu kuni kuendea maji kwa wheelbarrow kufanya mambo ya hapa na hapa no sangala ulo gadala numusi mwakana. Mungu ni mwema. Sifa za mama Bikira Maria. Musi mwakana, musi mufuanana, udahu muhiri, udaha ishenge huewe na huwe sabirisia. Hari mbeho na konere njala, behe chumbi, behe sukari, beho busie, unga, beho ho kame ichi, enge ibana basandere. Na anyola nafasi wira mwane skuli, angekuwa na omba. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. How many of us in our marriages you got married? Maisha imekuwa ngumu kwa ndoa. And then the neighbor is telling you, ningekuwa nimeenda kitambo. Na ule mwenye amekwambia ningekuwa nimeenda kitambo, ndoa yake ameshika hivi. Yadi ra. Na kutana na ndo Musa achawae. Na asiga masaroria na papu. Na ahube yangari sinyala nda asiga miro Musa achake. Sinyala nda muhesi asubuhi. Ndoa yadi sema papu ria wa mlango. Umekaribishwa. Asante. Lakini na ahube yanga ningekuwa nimekwenda kitambo. Relatives and bad neighbors, so that utoke uwende nuwa mala kumwao bandu bakuchehe abana wanakujinga kuna kwa rehere ndoa wake. Hayo tunasema adehulule, maana yake odehere nurulayo, odehulu ni mnaita it's the same thing. Odehere urure, odehulu manu bakumba la Maria yadehera Brian yarulayo, yadehera Robert Mudui yarureo, yadehere Morris Mutehele yarureo, yadehere Kalisto Mabirika yarureo, yadehere Mr. Wafulano ndugu baba ya brother yarureo, yadehere Chifu yarureo, yadehere Moses Juma yarureo. Manu bahuba. Lakini mwene adira mwene ademberesi anga somusa chainge ribuyu ni mayai ademberesi anga sange ribuyu ni encha na ademberesi nobula mubuchende ebebe. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Ninyi mnasikianga ile story yenye tulikuwa tunaambiwa kuna nyama inaitwa ujurijuri. Waki hayo ujurijuri ni sungura. Ujurijuri yaba nende omwicha nende enjofu walikuwa marafiki na njofu lano ni bagenda ujurijuri abore enjofu nikurulano uda uche ukuye balo usibefo biboko bila makosa udakasa kubaro uche kuro chane kupiga orle churi pake engolo lano ni bahuwa mudahala ujurijuri no hola mudahala na habukula lisero ya ng'ombe ni habukula ndisibo ni hakuya ni hena haubao harui na kula kuburra ule wanaua mimi nachelewa yesi habukula huyu anapiga risero na ule anapiga the real one. Sifa za mama Bikira. Mungu ni mwema. Huyu anapiga risero na ule anapiga the real lano nana naenda hasara injofu amojurijuri injofu ni ichasa nano bana befwe hane bebecha befwe sometimes banyala ba uhonya ukiraho mwana wa papa ndo mwana wa
Ohira huko bandai. Sijasema ni wabaya, but some of them si wazuri. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Therefore Wakristo wapenzi, let us always remain focused. Tuangalie Ukristo hii inatupeleka wapi. Tuangalie ile masomo unatafutia watoto wako itakupeleka wapi. Hiyo ndiyo tunataka. Remain focused na ushike ile ambayo unajua itatuletea faida duniani. Si ndio? Mlisikia last week but one the other month. January I think ikianza. Kulikuwa mtoto mwingine huko West Pokot. Amepita mtihani lakini hataki kwenda high school. Never mureva, mbona hutaki kwenda high school? Na reva nilienda high school kufanya nini? Na watu wenye wako na pesa hii dunia yote hawakuenda shule. Alafu anamwambia tajako, akataja watu wengine wenye hatutaki kutaja. Si ndio? Akasema by the time naenda high school nirudi, nitakuwa nimeharibu muda. Saa hizi ona niko na duka, kiosk, anaonyesha imejaa. Angalia niko na kisiagi, anasiaga. Wakamwambia ashako machine, akaasha. Na ile ya traditional ile ya mafuta. Nasema sasa nataka kununua pikipiki hii mwaka. Nikienda shule by the time namaliza nitapata wapi hii kazi? Tumsifu Yesu Kristo. Wewe unaonaje? Huyo kijana ako sawa ama aende shule? Ako sawa. Ako sawa. Madhumuni ya masomo ni nini? Kama ni pesa. Kitu tunatafuta duniani ndugu hapa anasema ni pesa. Ni pesa. To make a life better. Better. But it's also good aende shule so that apanua akili to manage the business. So all of them are important. He goes to school to get more ujuzi so that he can expand the biashara, sivyo? But the man said he's not going, he's only a boy 14 years, he'll remain at home and because whatever he wants, ako nayo. That's why we are saying, Wakristo, let us remain focused. We remain looking at what we want in life. Don't allow your friends to distract you. Don't allow your neighbors, watu wa kijicho mbaya, wa kuangalia vibaya na kuharibia future yako. Wewe angalia mahali unaenda. Angalia mahali ambayo umefocus na Mungu atakuja kukubariki. Saa hizi waweza kuwa umelipa school fees grade 10 juzi, very very expensive. Umebaki hauna chochote. Unajiulizanga na nitakula nini? Na hii mwaka itakuwaje? But you don't have to be afraid. Do not be scared. The money that you have taken to school, umeadmit mtoto iwe grade 10, iwe form 4, iwe university, that is an investment. Si sawa? Ni kama umeweka pesa kwa mshwari ama kwa bank. Wakati kitaumana utaenda unatoa na unatumia. So when you are educating your children now, hata kama umebaki bure, usijali. You are keeping it for the future. It is going, itazaa matunda na hawa watoto watakuja kukubariki. Utakuwa unakaa tu hivi nyumbani asubuhi, umeamuka hivi unaangalia simu hivi na unaona confirm no sangala. Urakane chandali ipanga chila saa chiri confirm. Sifa za mama Bikira Maria. Mungu ni mwema. Na kwa heshima ya huyu mzee wetu mpendwa, baba wetu Abrahamu, baba wetu wa imani, Musa Mabinika Haemba Agustino usaba nasaye bwenasaya mwambire sisa nasamure here bibi byebyo byose nasamure here byebyo sibe yahola nasiro musiyani mudidi nasiri nari kumirimo Uganda nari kumirimo Kenya nari taire mpaka nga yakufuli bufu singa huriano bana befwe auma ho mtu mkamilifu. Sisi wote tumepungukiwa katika hali moja ama nyingine. Wale waliokamilika wako mbingu. Na ndio sababu tunawaambianga kila siku kwamba wokovu ni safari. Otherwise if we were already tumeshaipata, we shouldn't be here. We shouldn't pray. We shouldn't go to the jumuiya. We shouldn't even greet anybody. But because we are incapacitated, tumepungukiwa na neema na dhambi zimetusonga. Ndio sababu kila siku tunatafuta uso wa Mungu maadamu anapatikana. Bwana asifiwe. So tukiwa hapa Wakristo tujiandae na tujikakamue na tuendelee. Unapoanguka kwenye dhambi amuka haraka. Ila tafuta kitubio kwa Mungu, mwambie Mungu nisamee, nisonge mbele ili baadaye tuweze kupatana mbinguni, mahali ambapo hakuna kifo, hakuna majonzi, hakuna ugonjwa, hakuna kiu, hakuna njaa. Mungu ni mwema. Therefore for the respect ya mzee vile mwenyewe alitaka, as we have said, we are doing this mass as early as now so that tunamsindikiza vile mwenyewe alipenda. Familia ipate nafasi ya kufanya shughuli zao za hapa na pale. Wakristo wengine pia wapate nafasi ya kufanya shughuli zingine, na hiyo ndio utaratibu ambayo tunafuata. In case somebody wants to say something, you will say in the future when we come wakati wa makumbusho. Tumsifu Yesu Kristo. Sifa za mama Bikira Maria. Nimegusa this man kama angekuwa mwenyewe hawezi ruhusu. Angeruhusu kweli?
Then when I came here kubaya kuzika mama mke wake, aliniambia anza tu sai, nikaanza. Akamaliza nimureva ene mchango something arhababi. Aliyafanya ndio sawa. Nikafanya vile anataka. Nimureve ndilano no kurula no kudakucha kwa sababu arhababi no rulano. Anumukulu no rulano kwa bonani Jumapili. Hiyo being honest and truthful, si ndio? Anakuambia vile ilivyo. Si akube arumukulu ndiye sawa onesa sababu unajua hana vera bulompa umpa. Ni kumala ko ryo kugwawe. Na no kwezo kulonda sanga abora. Na no kina violate na wengine. You count 40 days from today. Sawa? 40 days from today we come back kwa misa ya kumbukumbu. You count 40 days and you liars with kina Mabirika here, kina Malimalia, Nikalisto and others, na ili wakusaidie your catechist is here. We come back. That is the day we shall talk. Sio ni sawa? We say that if persons don't die, people change makao. Bila amekuwa hapa duniani, he has just left the body because the body is weak. Omubiri no mudehere nanu kule bero mubiri no mudehere kwa jongere nga kujongere kudonga musialo no moyo kuchamwiku enyu omubiri kuringe inyumba no menyere munyumba miaka mingi no iyulanga bundu ni jonga ni ikwa sindio mia hakwa na handumba hei onyala wabu ya warulano mulu yehemuno mulan custom wacha wakula erilobena dorof ama mumias ama busia bimasi bimaanisha mbulano umekoma kuwa mwanafamilia wa hapa ni vile umebadilisha tu umetoka Luyehe uchirewe na doro. That is how the death is all about, that he has now died. The body is remaining here, but he has been given another home elsewhere. Au mwadira Mungu ni mwema. That's why when we are here speaking like this, watu wenye wamekuja ibada hii, with the plans you have always been planning, he has been hearing them. Akiwa mahali amekuwa, he knows so and so alitaka hivi, so and so alikuwa anapima, so and so alinitakia mabaya, yule alikuwa ananitakia mazuri. The dead person always listens and hears as we are speaking, is hearing. Ni vile tu hawezi ongea because the breath ile ya kuongea which gives life, it has gone to heaven. Bwana asifiwe. Sifa za mama Bikira Maria. So watoto wetu wapendwa, tunaomba Mungu wa amani atubariki, si ndio? Mungu wa rehemu huyu babu yetu Abrahamu, Musa, Agustino, mama Birika. Mungu amrehemu sana. Amkaribishe katika utukufu kule mbinguni. Na akifika huko aombee hawa watoto wake ili waendelee kukaa na amani na matumaini, washirikiane kwa umoja, waongee sauti moja, ndio baba yetu ataweza kupumzika. Raha ya milele mpe Musa Bwana, na mwanga wa milele mwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Fikira mnasaye Patri. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Sala kwa ajili ya kanisa. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, upende kulilinda, kulitunza na kuliongoza kanisa lako takatifu, uimarisha wachungaji wa roho zetu, uliowawezesha kuliongoza kwa busara kundi waliokabidhiwa na mchungaji mwema. Mungu Baba, tukuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, upende kuwalinda na kuwatunza viongozi
wa serikali, wawe na nguvu ya Bwana na waweze kuwaongoza watu wako kwa haki na amani na kuleta mapatano ya kweli. Mungu Baba, twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya wanaoteseka. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, tunakuomba uondoe magonjwa, ufukuze njaa na kuepusha taabu yote inayowathiri watoto wako. Kwa huruma yako uweke huru wote wanaosumbuliwa na mateso. Mungu Baba, tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya familia. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, upende kusilinda na kutunza familia zetu sote, usiwezeshe kuishi kwa upendo, amani, umoja na kuika familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Mungu Baba, tunakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya wito. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, shambani mwako kuna mavuno mengi, lakini watendaji kazi ni wachache. Tunakuomba uwaite watoto wengi katika shamba lako kama mapadri na watawa. Mungu Baba, twakuomba utusikie. Sala kwa ajili ya marehemu. Mungu Baba Mwenyezi wa milele, uwajalie ndugu zetu marehemu rehema yako, wapumzike kwa amani. Mungu twakuomba utusikie. Tunachukua sala hizi tunazikabidhi Mama Bikira Maria kwamba situnyime tukimwomba katika shida zetu, na tuokoe siku zote tunapoingia hatarini. Atujalie kwamba imani hii tunayoikiri na kuishi iweze kutuletea uzima wa milele, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa. Mungu liye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za watu wako hawa na uwajalie yale wanayokuomba wayapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Nakuja pole pole